Leo sasa tunamalizia na somo hili. Nilisema tutaongelea Christmas sana. Leo tutaenda kuongelea jina la Yesu ni jina la kinabii. Asante uliyeitika amina. Naomba msomaji wangu nifungulie Matendo ya Mitume ile sura ya 3 na mstari wa 1. Alafu utanifungulia Wafilipi 2 na mstari wa 9. Tunaenda kusoma kitabu cha Matendo 3 mstari wa 1. Ndio. Anasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Ndio. Saa ya kusali saa 9. Amen. Na mtu mmoja alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Sawa. Alishukuliwa na watu, ambaye alimweka kila siku katika mlango wa hekalu itwao. Ndio. Ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Amen. Amina. Endelea. Aka mtu huyu akiona Petro na Yohana akiingia hekaluni, ndio aliomba apewe sadaka. Sawa. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, ndio, tazama sisi. Asema tutazame sisi. Sawa. Akaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, sawa, mimi sina fedha wala dhahabu. Ndio. Lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Amen. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yaani nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Tusomee Wafilipi 2 mstari wa 9. Anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo majina. Akamkirimia jina lile lipitalo majina yote. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Na vya mbinguni na vya duniani. Na vya duniani. Na vya chini ya nchi. Ndio. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni Kristo na Bwana. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Jamani, tumpigie makofi huyu dada kusoma vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema leo tutaenda kuangalia jina la Yesu vile ambavyo ni jina la kinabii. Kwa nini nasema ni jina la kinabii? Yesu mwenyewe alikuja kwa unabii. Hata hajatokea, lakini Isaya anamuona mbali sana Yesu. Anatoa unabii kwa habari katika mji wa Daudi Yesu atazaliwa. Anatoa unabii kwa habari ya kwamba katika ukoo wa Yese litatokeza chipukizi. Isaya anatabiri. Ukisoma Isaya 9:6 anasema, anamtabiria Yesu vile alivyo na anamweleza vile alivyo. Jamani, amina sana. Jamani, amina sana. Huyu Isaya alimuona Yesu kwa mbali sana, lakini kwa namna wazi hivi hakumuona. Alitamani kumuona huyu Masihi, lakini hakumuona, ila baadaye unabii ukaja ukatimia kama jinsi ulivyokuwa umetabiriwa. Nilipokuwa nafuatilia habari za Yesu kwamba jina la Yesu kweli ni jina la kinabii, kwa sababu tunaona watoto wengi katika Biblia waliokuja kwa muujiza. Mungu anatoa ahadi tu kwamba utazaa mtoto, lakini jina halipo. Tunamwona Sara pamoja na Ibrahim. Ahadi ya Mungu kwa Sara pamoja na Ibrahim ni kuwapa uzao. Hata ulipofika muujiza wa kupata mtoto, walipata mtoto wa kiume lakini hawakupewa jina. Na ndio maana jina la Isaka alilitoa Sarai. Kwa mujibu wa Biblia anasema
Jamani, amina kubwa sana. Lakini kwenye kitabu cha Waamuzi namkuta mtu mmoja anaitwa Samson. Huyu alikuwa ni mdhamiri wa Mungu na alitokea kimuujiza. Mungu anaachilia mtoto kwenye lile tumbo, anazaliwa lakini jina halipo. Alipozaliwa wazazi ndio wanamwita jina Samson. Amen. Mtoto ni wa unabii, jina sio la kinabii. Jamani, amina sana. Na unajua kwamba kwenye jina kuna nguvu. Jina lina nguvu wapendwa. Na ndio maana hata ukiwaweka watu wenye majina fulani pamoja, ukianza kuwafuatilia wana tabia fulani zinafanana na jina lako. Amina. Hata kama hilo jina labda mtu anaitwa Baraka, mwingine anaitwa Rusajo, mwingine anaitwa Grace. Wote ukiwaweka pamoja hawa watu wana tabia fulani za kufanania. Amina. Kwa hiyo kuna nguvu kwenye jina. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu Hana, na yeye ana kilio cha muda mrefu Mungu alifungue tumbo lake. Mungu anasababisha mtoto wa kiume, anatokea Samuel. Samuel halikuwa jina la kinabii. Yule mtoto baada ya kuzaliwa ndipo mzazi anatoa. Amen. Jamani, amina kubwa sana. Lakini siku moja nilikuwa nafundisha nikatafakari sana kwamba kwa nini Mungu watoto ambao anawatoa kwa watu ambao wamekaa muda mrefu bila kupata uzao, anawapa watoto wa kiume tu kwenye Biblia. Nikaona kuna sababu. Kwanza kabisa, kwenye Biblia ukikuta pameandikwa mtu, ujue panamzungumza mwanaume moja kwa moja. Na ndio maana Mungu katika bustani ya Edeni anaposema na tufanye mtu kwa mfano wetu, yaani alikuwa anazungumza mwanaume. Haleluya, haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Mlioamua kuacha pilau mkaamua kuja kukaa nyumbani mwa Bwana, nasema haleluya. Kwa hiyo Biblia moja kwa moja ikizungumza mali, hata kama ulikuwa unasoma, fuatilia kuanzia sasa. Ukuta mali basema mtu akafanya hivi, ujue ni mwanaume. Amen. Sasa nilipokuwa nikitafakari kwa nini Mungu alipoomba hawa watoto wanapewa wa kiume, nikakumbuka kwenye watoto wa kiume ni mbegu. Amen. Mungu ana akili, anatangulia kutoa mbegu. Haleluya, haleluya. Unajua ukoo sisi hasa jamii ya kwetu huko, ukoo sio ni watoto wa kiume jamani. Si Mungu anaanza na mbegu? Harari kabisa. Jamani, haleluya sana. Najua unaelewa tu. Na hata sasa umeshaanza kuelewa. Amen. Kwa hiyo Mungu anapotoa mtoto wa kiume, moja kwa moja anatoa mbegu. Kwa sababu kupitia yule wa kiume watazaliwa wengi, watakuja nyumbani.